Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu, habari motomoto zenye ukweli kutoka Kenya na duniani kote. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, tuonane kotini tena, asema Gachagua akirarua hukumu ya majaji watatu. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekosoa vikali hukumu ya majaji watatu wa mahakama kuu iliyohusu kushtakiwa na kuondolewa kwake madarakani, akisema uamuzi huo ni kinyume cha katiba na umejaa utata unaonekana wazi na Wakenya. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Akizungumza baada ya kupitia hukumu hiyo pamoja na mawakili wake, Gachagua alisema atakata rufaa katika mahakama ya rufaa, akipinga kile alichokitaja kuwa ni uamuzi unaojikanganya wenyewe na unaodhalilisha haki za msingi za kikatiba. Mnamo Jumatatu, majaji watatu wa mahakama kuu waliidhinisha kuondolewa kwake mamlakani, lakini wakasema seneti ilikiuka haki zake kwa kutoahirisha kikao alipolazwa hospitalini. Ni vigumu kuelewa mambo ambayo jopo la majaji watatu limetaja kuwa kinyume cha katiba, lakini bado mahakama hiyo inasema mchakato huo ni halali. Huo ni mkanganyiko unaodharau akili ya Wakenya waliokuwa wakifuatilia kesi hiyo, alisema. Bwana Rigathi Gachagua alisisitiza kuwa mchakato wa kumtimua ulihusisha ukiukaji wa wazi wa haki za msingi, akirejelea idara za 25, 47 na 50 za katiba ya Kenya zinazohusu haki ya kusikilizwa kwa haki na bila upendeleo. Kulingana naye, mahakama ilitambua kuwa hakupewa nafasi ya kutosha ya kujitetea, jambo ambalo linabadilisha mchakato mzima wa kumuondoa madarakani. Alisema kwamba endapo haki ya kusikilizwa inakiukwa, basi matokeo yote yanayofuata yanapaswa kubadilishwa moja kwa moja. Kwa mujibu wa katiba, hasa idara ya 47, kila mtu ana haki ya kupata mchakato wa haki. Mahakama yenyewe ilikiri kuwa haki yangu ya kusikilizwa ilikuwa hapo, mchakato mzima ilipaswa kufutwa, haukuwa halali, alisema Rigathi Gachagua. Aliongeza kuwa uamuzi wa majaji hao kuendelea kuthibitisha matokeo ya mchakato huo licha ya kugundua dosari za kikatiba ni kinyume cha wajibu wa mahakama chini ya idara ya 165 ya katiba. Ni ajabu kuona mahakama ikisema haki ya kusikilizwa ilikiukwa, lakini bado ikathibitisha matokeo ya mchakato huo. Huo ni mkanganyiko wa kikatiba usioelezeka, akiongeza. Bwana Rigathi Gachagua alitaja mchakato huo ni mapinduzi ya kikatiba, akidai kuwa ni njama iliyolenga kumuondoa madarakani kwa njia isiyo halali. Alisema mchakato mzima uliporomoka mara tu mahakama iliporipoti kuwepo kwa ukiukaji wa haki zake. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.